ni siku gani ulishift ukasema sasa hata niachane na usanii niingie content creation? Okay, nikiwa high school nilikuwa nafanya content but moja tu hizi za kutumia ma sounds tu. Hizi za ma sounds tu, kutumia ma sounds. But venye nilijoin nikakimbia. Nilijoin campus nikakimbia, alafu nikaanza kufanya moja alafu accounts nikafuta hizo accounts. Nilikuwa napata likes 20. Sasa nilikuwa naona TikTok naye mambo isonge, video mambo isonge, sasa hizo accounts Ukajitoa zote. Sikafika place mimi nikasema acha nirudi tena. Hadi sasa nikaanza kupost hata kama napata 20 minutes ya tu kupost assistant hivyo. Huko acha. Si kuacha ikagrow. Then nikaangalia my niche. Yaani place yenyewe wase wanapenda nikifanya. So ndo mimi nimekuwa nikifanya interviews. So nilikuja na idea. Nikasema ndo wase waanze kuwatch hizi interviews zangu. Na wase waanze kunifollow. Nikakuja na idea, nikasema mimi niko na pesa mingi, unaona? So wase wenye walikuwa nadhani niko na pesa. Ilikuwa tu ni strategy yangu ya gain followers. Unaona? Wewe ndio ule msee ulikuwa unatumia hii slogan ati kijana mdogo kwa pesa mingi. Ndio hivyo niona kwa na nilikuwa naambia wase ukinifollow, ukipatana streets nionyesha kama umenifollow nikupe pesa. Si ati nilikuwa na pesa. Hiyo ilikuwa strategy ya kupata followers. So nikiona Karwabe mimi nakupatia hata kasona. Si ati hawa sio walikuwa wanakurudishia hizo ndo baadaye. Hapa ulikuwa unajenga tu. Ulikuwa unajenga hizo pesa. Pesa zilikuwa. Si ati zilikuwa na pesa mingi. Unaona ziliisha. Sasa hiyo ukatana na historia ndo nikaona account yangu ikaanza kugrow. Then nikaona hiyo content. Sasa unajua content nyingine inafika place inaanza kugrow. Mimi ndio hiyo content inaanza kugrow. Sasa kila msee ameshajua ni story tu ya do. Nikashift nikaanza kufanya tu hizi interviews za kawaida tu sasa. But nikaona pia hizo interviews za kawaida hazitoshi mzee. Ndio mimi nikaanza kupiga zile content za eyewitnesses. Nasikianga zile narrations za Waluya, maybe ya mtu amepata ajali. So hiyo sauti mimi nachukua hiyo sauti naifanya inakuwa creative, naongeza creativity ndani, then na narrate hiyo story using visuals. Nimekama cruise wa contents. Ile yenye unaandika pahali. Naandika. Ati nikasikia pa. Hivyo sasa mimi nafanya unaiona hiyo pa unaiona. Tunatumia visuals. Sasa hivyo ikasonga. Na mimi nikaona wasema napenda hiyo content, wasema encourage manze nisiwache, kwa creative mimi niko na ujuzi ndani. Sasa hadi sasa hiyo ndo content tunapiga, but tunafanya pia hizo content zingine za kawaida tu za kuwa creative. Current trends vitu zina happen hii atukwambie kwenye issue imekuwa mambo ya mtu kukufa, hizo story hizo na cover hizo story. Unajua kuna content creator na watch hapa hivi na ako na video, ana post video anapata like. Unaweza mwambiaje? Wewe kama unataka give up. Hii maisha itaki watu wana give up. Lakini kama unataka kuendelea, wewe endelea tu kupost. Utapata tu likes baadaye, alafu pia jua ni nini yenye like viewers wanapenda kuona nini. Fanya kitu yenye wanapenda. Unaona? Usione viewers huwa wanakukriticize, wanakuambia hii content yako jaribu tena, alafu bado umekwamia tu. Achana nayo. Kama umekwambia waipendi wewe, achana nayo. Juu hao ndo wanaamua, hao ndo likes, hao ndo views, hao ndo comments. Engagement muhimu, unaona? Sasa kama unataka kuendelea kufanya content, endelea kufanya content, ongeza ujuzi, be creative. Hiyo ndio kitu mimi naweza kuambia. Lakini kama unataka give up, wewe give up tu. Life doesn't give up fuck about it. World is not for weak. The world is not for weak. Sasa nataka tuingie hii part ya mwisho. Na before tuingie hiyo part, wewe kama content creator kwa kibabi, hii story imekuwa juzi ya mapenzi. Nataka uiongelee tu kidogo. Nataka uiongelee tu kidogo. Ni advice gani utapatia vijana wetu bwana? Unajua wewe jamaa mlifanya mbaya, najua unaielewa. Nilikuwa nimeaddress hii issue kwa account yangu baita. Nilikuwa nimeambia vijana kama penzi imekushinda achana nayo. Mapenzi si lazima. Kuna wase huwa wanakufa single. Na hakuna mtu huwa anawaambia ni maisha yao wenye wamechoose iko tu hivyo. Sasa wewe tafuta type yako. Mtu ameshinda kukwambia wewe si type yake na umemkwamia tu. Wewe unataka aje? Sio mwenyewe unataka tu. Kuna tu wase watakukataza na usije. Alafu sasa ukishamkosea ni hivyo tena inakuwa story nyingine. Ukiona red flag usiwahi ignore red flag.
Never usiwahi ignore red flag. Alafu manze, venye tunasemanga men, don't forgive cheating. Mumsi akikucheat mara ya kwanza, atarudia tena hata kumsamea. Atatumia the same reason yenye alikucheat nayo first time, atacheat tu tena. So ukiona msema mwendani, wewe achana naye. Na upenzi kama imekushinda, kwa content creator, kwa msanii, kwa mkulima, lakini usikuwe mwizi. Jaribu vitu zingine, achana na vitu za ujinga. Sawa, mapenzi si lazima, weka ukijua si lazima. Hivyo tu ndo mimi naweza waambia. Tuingie the last part. Na hii ndio climax kabisa. Nataka tuingie beef ya Kibabii na Anupe. Hiyo beef, one of your videos ulikuwa umesema wewe hata ukitaka beef. Ulisema hao wenyewe walipush Kibabii University. Nataka ueleze kitu hapa sasa tuone hii beef ilianzia wapi ndio mkafika mpaka hii place. Juzi nimeona huyu jamaa anaitwa Black Buddha anakuchomea hapa, sijui kwa mtu hii wewe anafuatilia hizo vitu. Okay, beef hata hii kwanza na Anupe. Beef ilianza na Most. Beef ilianza na Most. Na mimi niko kama warrior. I'm protecting my territories. Mimi nikiona msee amechomea shule yangu, msee ameanza kuniingilia, itabidi pia mimi nitoe makucha zangu, nimuonyeshe kwamba I'm also fierce. Mimi ni simba naweza mdarua. So Anupe walinunua basi. Walinunua basi aina ya Benz. So walikuwa wanalingana hiyo Benz every time they attack Kibabii University kuonyesha sijui tu. Hii shule tuko na tuktuk kweli. Hatuna tuktuk. Ya buses. Na buses ni vitu za high school. Sasa mimi sasa najivunia basi ya shule nisaidie na nini? I have my own money. Nikitaka kwenda mahali hata kama ni ya teamwork, nitapanda gari tupatane mbele. I'm not poor. Hiyo mambo ya kupanda basi ni ya poor students. Unapata huyu kijana anaringa na hiyo basi na hakuna umuhimu yote yenyewe anasaidia shule yenye itamfanya apande hiyo basi. So huyu msee anataka Kibabii University kila mahali atituone basi yao mpya. So hapo ndo sasa mimi nikaona niwapee onyo. Nikawapea onyo mara ya kwanza, nikawaambia waachane na story ya kutaka Kibabii University on useless things ka basi. Basi ni mabati tu, kitu yenye kipata ajali na haribika tu saa hiyo anatupa huko hivi. Yeye ni kitu anatutaga nayo. Sasa niliwapea onyo lakini hawakusikia. Kuna design yenyewe walirudisha video nyingine tena. Wakaanza kuuda tu. Na pombe yake. Akaanza kusema chuo yenye iko chini sana ni Kibabii. Unajua hiyo anatanish jina ya shule yenye mimi niko like. Anaiharibia jina, anasema aje kwa chini na we are ranked even number 7 in the whole country. Yeye kitu yenye anaweza kuwa ranked sijui ni nini, ajai rankiwa. So I had to protect my territories. Wana watch. Ya last kabisa ilikuwa about tulikuwa nasema Kibabii hakuna usafi. Then mkariply asubuhi na mapema kabisa. Ilikuwa imerudisha na Kibabii. Hao wanasema choo zetu zinanuka ati hakuna usafi huku. But we have modern toilets. Hao wanatumia sijui kama kuna toilets ama wanatumia kila kitu. So we had to record videos showing them modern toilets. Watu waonyeshe ni wapi ya harufu yenye wanasema inatoka. We are clean. Hii Kibu ni clean. Ukipita kila mahali utapata umeandika Kibu clean. So tuna maintain usafi. So hiyo ni kutuharibia jina. Kuna watoto wanataka kujoin hii shule. Sasa wakianza kusikia story kama hizo, unajua sasa wanaanza kuchange mind. Wanasema mimi sitaki kwenda Kibu. So we had to protect our dignity. Ndio hivyo tu, ndo maana si ati ilikuwa vita, ni ile tu tuna protect mali zetu. We are protecting the name of this university now. Ndio hivyo. So for now imeisha hapo bado. Okay. Hiyo beef. Unajua tu wawezani, hiyo ni kitu yenye mimi naweza kuambia. Wanakuja na strategy za ufala, msichana anakuja anaenda anaokota mtoto huko. Ana record na yeye video. Anasema ati mtoto wangu. Anasema mtoto wangu. Of which kuna Data Protection Act ya 2022 inasema msitumie watoto kwa kufanya content. Do not expose any child's face in making content. Pia nini, kuna hilo ingine na inaitwa Children's Act ya 2019. Hii ina protect watoto from all social media in explicit content. Lakini msee ameanza kuambia mtoto atiambie babake
anaumia. Huyu mtoto anaumia wapi? Na hapa na wazazi. Imagine sasa baba huyu mtoto apatane na hiyo video. Aanze kusema, kumbe huyu mtoto si wangu. Unajua italeta shida nyingine na mwenye alileta hiyo information ndiye ataumia. So I was trying to help that brother. Siwezi sema ni adui yangu. He is a brother. Maybe tu ni knowledge tu ndiye alikuwa nayo kidogo. Maybe angejiweka kwa shida. So I was just correcting. Na nikamkataza hiyo fala. Mpaka saa hii hakuna kitu anaweza fanya sasa. Umeona kireply kweli? Reply. What is your message kwa wale mafreshani wanataka kujoin shule next semester? Wakuje huku hata kama wewe kama ni fresh, hata kama hujapanga kuja Kibabii, wewe apply tu huku ni best. Kwanza tukipatana hapo nje hivi tutawasaidia vitu mingi, na huko kwanza especially wewe unataka kuwa content creators. Kuja hapa hivi tushikane, tusapotiane, twende mbali mzee. Kibabii is the best place to be. Imagine iko huku hivi, this is the best university in Western Kenya right now. Na si chocha. Mtu asikwambia ati wewe sijui university gani ndio best. Kibabii ndio the best. Hiyo tu ni kitu naweza kuambia. So, wewe kama unataka kujoin huku, wewe kuja tu huku mzee. Huku kuko best kabisa. Tunaona hadi tuko na freedom ya kufanya content ndani ya shule. Kuna nini zingine haziharaka. Thanks sana watu wangu kuwatch video, and this is the end.